Sehemu iliyopita aliingia Afande Samora. Alikuwa amevaa barakoa na koti la kidaktari, lakini macho yake hayakuwa ya daktari. Mkono wake ulikuwa umeshika sindano tayari kabisa, sindano ya kuondoa ushahidi, kuondoa maisha ya Dr. Julia. Alisogea karibu na kitanda, lakini kabla hajachoma, mlango ulifumbuliwa ghafla. Julia aliingia akiwa amebeba kapu la chakula. Alishtuka alipomwona mtu aliyevaa mavazi ya daktari, lakini chini ya koti alikiona vazi la polisi. Julia alishusha pumzi kwa mshangao na shukrani, kisha akaingia haraka ndani ya chumba alicholazwa mama yake. Ndani ya chumba hicho aligundua kitu kilichomvunja moyo na wakati huo huo kumpa kazi mpya ya kutisha. Mwili wa mama yake ulikuwa umedorora na kuanza kuharibika, dalili za sumu kali aina ya poisonous. Hofu ilimtawala, machozi yakamtoka, akili ikachanganyikiwa. Lakini ghafla aliona kifua cha mama yake kikipanda na kushuka. Haiwezekani, akajiuliza kwa sauti ya ndani. Inawezekanaje marehemu kupumua? Ndipo kicheko cha dharau chenye uhakika kikasikika kutoka upande wa giza wa chumba. Julia akagandishwa na sauti hiyo. Alijua mara moja hayupo peke yake. Alipotazama vizuri, kivuli kikajitokeza. Ni Dr. Igoba, adui wa maisha yake, mtu aliyemuwinda na kumtumikisha kwa miaka mingi. "Vipi?" alisema kwa sauti tulivu lakini yenye sumu. "Umeshtushwa na uwepo wangu hapa, sivyo?" Julia alilia, hofu na ujasiri vikichanganyika, akimwomba Dr. Igoba aokoe maisha ya mama yake. Lakini Dr. Igoba alicheka tena kwa dharau. "Nitamsaidia," alisema, lakini kwa masharti mawili. Upande mwingine wa mji, katika kituo kidogo cha polisi Kigamboni, ndani ya hospitali, Dr. Igoba alimwonyesha Julia antidoti, kinga ya sumu aliyodungwa mama yake. Kisha akasema kwa sauti ya amri, "Sharti la kwanza, ukubali kufanya kazi na mimi na uendelee kuficha ukweli kwamba umepona. Sharti la pili, kuna mtu, muda ukifika, nataka uondoe maisha yake. Ni kikwazo kwangu, ina kwako." Alimtazama Julia machoni. "Anajua fika kuwa wewe umepona, picha yake hii." Kisha akaongeza, "Na leo kuna mtu atawasili hospitali muda si mrefu."